So, ladies and gentlemen, I know mumesikia hii story about Sylvia Kemuto mwenye alikuwa mwanafunzi wa Multimedia University ambaye ameweza kufariki kwa madai ya kwamba ameweza kuuliwa na aliyekuwa mpenzi wake kwa jina la Eric Mutinda. Na vile niko research about this story, niko nikitafuta utafiti wangu kufanya my own research about this story. That is why I've not talked about the story until I think I found the sufficient information concerning this story. So there are two versions of the story. Nasikia some of you mumesikia about the two versions of the story, and I want to give you the information according to venye nimeweza kuambiwa from the students of Multimedia, from some of the friends to the victim, and this is the story. Yesterday, the chief suspect, the main suspect in this case, who is Eric Mutinda, was arrested, and in fact he surrendered himself to the police. Na the police aliweza kupea story which itawashoki kidogo. Alisema kwamba madai inasemekana kwamba ati kulikuwa na ati Sylvia kwa anamtaka, sijui kulikuwa na hiyo kuforce things in the uhusiano wao. Aliweza kukataa, akasema kwamba Sylvia na yeye walikuwa wapenzi, walikuwa wanapendana. She was his girlfriend. He was her boyfriend. So akasema kwamba wamekuwa wakishiriki hiyo mambo, na bahati mbaya mzuri made mbaya akawa na mimba, na sasa they planned kuitoa to get rid of the pregnancy, ama tunasema abortion. Sasa hiyo siku yenye walikuwa wanafanya hiyo mambo ika backfire, things ikaenda vile wako wanataka, kwa bahati mbaya akafariki in the process of abortion. In the process of abortion akaweza kuyaga dunia. Ati ndio sasa delete your evidence, ati ndio hide the evidence, ndio atute the evidence, ndio hide the evidence. Aliweza kumweka kwa bag na kwenda na kwenda basi kumtupa. And the second version of the story ni sasa imekuwa popular, ni sasa yenye munaamini, ni sasa watu wengi wanaamini. This is the version ambayo hata iko kwa mainstream media, ama yenye imetoka nje sana, imeendea kwa sana, yenye we believe that it might be the true information. Iko hivi, and this is according to Sylvia's friends, roommates, and even Mutinda's roommate. So even from the parents, it has been said that Sylvia na huyu boy alikuwa anataka Sylvia sana, but Sylvia alikataa katakata, akasema hapana bana, sikutaki na sikutaki, mimi sitaki mambo yako. After sasa huyu boy anaona kama Sylvia hakika hanitaki, akaanza kuforce issues. One day akamtembelea huko kwenye room yake kule hostel, na roommate wa Sylvia akawa like ametoka kwa shughuli zake tu, which I think you have the information. Sasa katika kule ndani inasemekana ya kwamba walifurugana to an extent, huyu jamaa kumuua after kuona hakika ameweza kufariki. Ati sasa I don't know how huge ama how large, how spacious with the suitcase, at after kuconfirm la kwamba huyu sasa lake humu duniani aliko, akamweka kwa suitcase, kwa bag, na jamaa fulani alimuona akisumbuana sana na hiyo bag kumtoa, na akampeleka moja kwa moja mpaka hostel yake hostel ya Eric. Akawa amelala huyo. This is now according to the roommate of Eric. Sasa after kuleta hiyo bag, alilalia kidogo, akaona like uncomfortable, akaiweka chini, akaweza kulala, na asubuhi ikafika, huyo according to the roommate akapata jamaa hayuko kwa room, and the bag hayuko kwa room. Sasa after 3 days Sylvia alikuja akapatikana ako kwa rooftop kwa tank. Ili happen ni aje alikuja akapatikana kwa rooftop. Now this is the story from the parents, from the mom, Sylvia's mom. Sylvia's mom alikuwa amemtumia pesa za matumizi kule shuleni.
Alafu after one day akampigia simu ni aje aongei kama amepokea pesa, itakuwaje? Akamcall, Sylvia ashiki simu, akashangaa, why mbona kuangi hivi, mbona hajashika simu, there is something which is fishy somewhere. Akaamua kutoka moja kwa moja akaingia mpaka shule ya multimedia, akaulizia, where Sylvia, what is going on? Na piga simu ashiki, what is it, hebu what is not happening? Ndivyo sasa Sylvia akatafutwa, hayuko. Search ikapiwa, hayuko. The traces hayuko. Sasa case ikaenda kwa police. Sasa atafutwe, apatikane. They tried to track the phone. Phone ikaonekana yenyewe ako within the facility. Sasa ikakuwa atafutwe within the facility. Then after now the 3 days zimeisha. That is when wanafunzi katika hiyo tank hapo juu ya block E walianza kuhisi they started smell. There was a very bad smell. Harufu mbaya ilikuwa inatoka hapo kwa rooftop, kwa hiyo tanki yenye wamekuwa wakitumia maji kwa takriban siku 3, ambao wali suspect there must be something here. Wakaenda hapo juu and indeed they found a body inside the tank, na the body wakakonfirm hakika ilikuwa ya Sylvia Kemuto. Hapo kando kulikuwa na plates zake ambazo zinaaminika ni zake, na polisi wakaweza kuitoa huo mwili na wakaipeleka kwa uchunguzi zaidi. Ndio sasa au marafiki wa Sylvia na the roommate from the money side from Eric wakakuja kupea some of the information, na wakajaribu press the boy, akahide for some hours, but finally he surrendered himself to the police, and the whole case is under investigation. Once the investigation is complete, tutajua what really happened, because right now we can't tell. Hii tu ni according to the information which is not proven. Unajua information is very true, but we want to see investigation itasema namna gani ndio tujue what really happened. Now I want to say this. I think it is high time that tunafaa kupray for this hii pepo mbaya. We classify this as an accident yenye ingekuwa preventable. Tuseme for example kama huyu jamaa if he murdered the lady, tuseme ange accept to and move on, then ingetokea. So wacha tuombe wazazi, wacha tuombe watoto wetu wenye wako vyuo vikuu, tuombe tu watu kwa jumla, because it doesn't only happen to the campus but it happens everywhere. Yeah, hizi vitu zinafanyika even in marriage. Husband unapata ameua wife, a wife amepata ameua husband. So these things happens everywhere. Wacha tuombe sana sana, tuombe watoto wetu, because some of our children they are immature, yani they are not that mature to make long term decisions. Wanaona tu ile mambo yenye iko hapa mbaraki na bavirole. No. So let's pray for our children, and let's pray for everybody. Let's pray for the spirit itoke, so that tukae na country yenye ina respect other people's opinion, and then ina respect other people's views. These are my views. Respect my views. I respect your views. Respect my opinion. I respect your opinion. I respect your decision, though I might not agree to it, but let's learn to accept the other people's opinion and the decisions, though as much as we might not agree with them. So let's pray for this spirit itoke kabisa, especially from our country, especially from our young generation, na tuombe ya kwamba God aweze kutupea hekima, aweze kutupea ile wisdom ya kuaccept that indeed this might not have been the right decision or the right thing to do. Yes, there's a probability that they were not meant to be. So there's no reason as to why you want to force issues. And I want to take this opportunity to say sorry to the multimedia fraternity, the multimedia university, and to the comrades of multimedia.
And to the Sylvia Kemunto's parents, and losing a young child is not easy, because umeweka effort yako huko ili kuona kwamba life yake iko sawa na ataangalia pia labda maslahi yako. You have invested in this child, so I'm very sorry, and I'm just praying to God so that atupe hekima so that we can make right moral, social and spiritual decisions zenye zitakuwa mzuri kwa manufaa yetu na manufaa kwa wenye wanatupenda pia, ama wenye wako karibu na sisi kama wazazi, marafiki, majirani na kila mtu mwenye ako karibu tu anahusiana na sisi. So we are just following the whole story, and we are going to bring you the information as we get them. Once we get the information, we try as much as possible to verify the information, the source of the information, and for sure I will let you know what the outcome of this investigation is, au na venye mambo yote itashughulikiwa. For now, thank you very much, and let's meet in the comment section so that you can give your views in the comment section. Is it murder or just suicide? Huyu msichana alinyongwa, aliuliwa, ama ilikuwa wanataka kutoa hiyo the first version of the story that it was abortion which went wrong? What is your take? Let's meet in the comment section so that tujue maoni yako ni gani, so that tuambiane kuhusu hii story yote. My name is AC Bon. Thank you.